Naitwa Dr. Musa Mpume kutoka idara ya watoto hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Siku ya leo niko hapa kuzungumzia matatizo ya ajali kwa watoto wadogo, hasa ajali za kuungua kwa moto. Ajali za kuungua kwa moto ni mojawapo ya visababishi vya wagonjwa kulazwa, especially idara yetu ya watoto, na ni ajali ambazo zinatokea hasa kwa watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano. Tunajua katika ukuaji wao chini ya miaka mitano ndo umri ambao watoto wengi wanakuwa wanajaribu kufikia baadhi ya vitu mbalimbali. Kwa hiyo wanakuwa katika hatari ya kupata hizo ajali za moto. Kwa hiyo kama mzazi, mlezi, katika rika la miaka mitano kwa watoto ni muhimu ukawa mwangalifu katika kuhifadhi baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mtoto akapata ajali ya moto, kama vile vimiminika, kemikali, vyombo vya umeme na kadhalika. Mtoto anapopata ajali ya moto, kuna vitu vifuatavyo vya kuzingatia kwa haraka sana ili kuweza kumsaidia mtoto apate huduma stahiki. Mojawapo ni swala la kuangalia mazingira ambayo mtoto amepata ajali. Kwanza kabisa inabidi tumsaidie kumuokoa asiendelee kupata madhara ya ajali iliyotokea. Kama ni moto, inabidi tufanye namna tuweze kuuzima. Kama ni chombo cha umeme, tuweze kufanya namna kuweza kuzima hicho chanzo cha umeme. Lakini pia vile vile, baada ya kwa wewe ambao unamsaidia mtoto aliyepata ajali ya moto, ni lazima pia ujilinde mwenyewe kuhakikisha kwamba uko katika hali ya usalama badala ya kupata madhara zaidi kulingana na chanzo cha ajali ya moto, especially swala la kuungua linalosababishwa na umeme. Kama nilivyosema mwanzoni, muda ni jambo la kuzingatia sana baada ya kupata mtoto ambaye amepata ajali ya kuungua. Kwa hiyo ni muhimu sana kama mzazi kumleta mtoto hospitalini kwa haraka ili aweze kupata matibabu ya kuungua kwa moto kwa wakati unaohusika. Masaa 8 au 16 yanayofuata baada ya mtoto kuungua ni muhimu sana ili kuweza kuokoa maisha yake. Na unapofika hospitalini kuna vitu tunaviangalia kama madaktari ili tuweze kutoa huduma stahiki. Kwanza kabisa ni historia ya namna ajali ilivyotokea. Kwa mfano, mtoto aliyeungua ndani ya nyumba ambayo tunasema iko enclosed au iliyofungiwa ndani, madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa au ni tofauti kulinganisha na mtoto aliyeungua sehemu fulani ya mwili, labda kwa sababu ya vimiminika na sababu zinginezo. Kwa hiyo tunapompokea mtoto kama huyo, tunaangalia viashiria vya hatari mbalimbali kwa mtoto ili tuweze kumpa huduma stahiki. Kwanza kabisa tunasasi vitu mbalimbali. Kwanza tunaangalia ni wapi ambako mtoto ameungua na je, ni kwa kiasi gani huyu mtoto amepata madhara ya ajali ya kuungua. Na kuna baadhi ya vitu vinaweza tukatufanya sisi kama madaktari tuweze kumlaza huyu mtoto na kumpatia huduma stahiki. Kulingana na eneo ambalo ameungua, mfano sehemu za siri, mtoto aliyeungua sehemu za usoni au mikono, ni maeneo ambayo ikitokea mtoto amepata ajali, matokeo yake huwa sio mazuri sana. Watoto wa namna hiyo mara nyingi huwa tunawalaza. Lakini pia tunaangalia ni kwa kiasi gani ambacho mtoto amepata madhara, ambao tunaangalia kwa sisi kwa utaalamu tuna namna ya kuangalia kiasi ambacho mtoto ameungua, na kuanzia 10% na kuendelea mtoto kama huyo huwa tunamlaza ili kumpa huduma stahiki. Nini kama jamii inapaswa kukifahamu? Kuzuia watoto kupata hizi ajali za moto ni jambo la msingi na la muhimu sana kuzingatia. Kama nilivyosema mwanzoni, umri wa chini ya miaka mitano ni umri ambao watoto wengi wanapata hizi ajali za moto. Kwa hiyo ningeshauri kama wazazi, kama walezi, kuwa makini na watoto na kuwa karibu. Hakikisha kwamba majiko ya gesi au majiko ya namna yoyote yale yawe mbali katika eneo la watoto ambako wanacheza. Kuwa waangalifu na vifaa vya umeme na namna nyingine kama hivyo hapo ili kuweza kuwalinda watoto wetu dhidi ya ajali za moto. Karibuni sana hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma. Kama nilivyosema na narudia tena, muda ni muhimu kuzingatia baada ya mtoto kupata ajali ya moto.